Hii ni hadithi ya Remi Ongala, msanii waliyemuita Daktari. Hadithi yake ilianza mbali na mitaa ya Tanzania ambayo siku moja aliyepaita nyumbani. Ramazani Mtoro Ongala alizaliwa mwaka 1947 Kindu, ndani ya Kongo ya Kibelgiji. Midundo ilikuwa kwenye damu yake. Alijifunza kutoka kwa baba yake, msanii wa heshima wa muziki wa jadi. Mnamo mwaka 1978, akitafuta jukwaa jipya, Remi alifanya safari kwenda mashariki. Alivuka mipaka akiwa na mapishi ya muziki ya sukusi ya Kongo, midundo ya gitaa yenye ufasaha na nguvu isiyo na mwisho. Mahali alipoelekea, jiji la bandari la Dar es Salaam, lenye matumaini na shughuli nyingi. Hapa aliungana na Orchestra Makasi maarufu. Hii ilikuwa chuo chake. Jukwaa hili lilimfundisha sana, akichanganya sauti ya Kongo na lugha ya Kiswahili pamoja na roho ya taifa jipya lililo huru. Lakini Remi Ongala hakutaka watu wachache tu, alitaka wafikiri. Aliunda bendi yake mwenyewe, Orchestra Super Matimila. Pamoja nao alianzisha uelewa mpya, waliuita ubongo, neno la Kiswahili linalomaanisha akili. Muziki kwa akili yako na roho yako. Alipata jina jipya, sauti ya mnyonge, sauti ya maskini. Nyimbo zake zilikuwa uchunguzi wa jamii inayobadilika. Aliimba kuhusu dhiki ya umasikini, kivuli cha janga la VVU AIDS, na changamoto za maisha ya familia katika miji inayokuwa haraka. Gitaa lake lilikuwa na furaha, lakini maneno yake yalikuwa kilio chenye huruma kwa haki. Ujumbe wake ulipokelewa na msingi wa Tanzania mpya. Baada ya uhuru, Rais Julius Nyerere alihimiza ujamaa. Kila mtu ni familia, jamii, na kushirikiana katika changamoto. Muziki wa Ongala ukawa sauti ya mradi huu wa taifa. Hakuwahi kuwa mwimbaji tu. Alikuwa mwalimu, mchambuzi wa kijamii na dira ya maadili. Watu wakampa heshima yake ya juu zaidi, Daktari Remi, akiponya jamii kwa midundo na ukweli. Sauti yake ilifikia mbali zaidi ya vilabu vya Dar. Kwa bahati, wimbo wake wa upendo na huruma, Kipenda Roho, ulitumia njia yake hadi filamu ya Oliver Stone, Natural Born Killers. Dawa ya Daktari ilitimizwa kwa kiwango cha kimataifa. Lakini midundo yenye nguvu hii haiwezi kufa kabisa. Inabadilika. Sikiza kwa makini mitaa ya Dar leo. Katika midundo ya nguvu na mashairi ya Kiswahili ya haraka ya hip hop ya Tanzania, unaweza kusikia urithi wa ubongo. Uelewa aliyoumbua miaka ya 1980 umeibuka kuwa mapinduzi ya bongo flava ya miaka ya 1990 na kuendelea. Alifundisha kizazi kwamba muziki lazima uongee juu ya maisha, changamoto na ukweli. Alikuwa mhamiaji aliyepata nyumbani, mgitaa aliyejenga mihimili, mburudishaji aliyekuwa dhamiri. Remi Ongala alithibitisha kwamba sauti yenye furaha inaweza kubeba ujumbe muhimu zaidi. Yeye alikuwa na daima atabaki sauti ya mnyonge, sauti ya maskini, daktari ambaye tiba yake ilikuwa wimbo.